5 to go, 3, 4, 5 to go, 5 to go, 5. 10 to go, 10 to go. Wow. You can do it. Turn it, baby. You can do it. Tattoo. Bada mbili. Bada moja. Tano. I'm not about. Hey, uongozi kufa. Ana. Let's go. Jaribu. No, hata moja. Kama hivi gani shikilie. Alafu lazivute. No, sio kutengeneza. Hata gani anapiga hivi. Maana wewe, arudia. Okay. One. Nyuma. Mungu amesema niwafundishe jinsi ya kuridhishana nyinyi kwa nyinyi. Wanawake wote wanavua nguo. Anaanza kuambia inabidi mshikane. Always mimi nilikuwa naamini wazungu wana akili sana. Yaani katika watu ambao wana akili duniani wa kwanza ni wazungu. So wakati naangalia documentary mara ya kwanza na nawasikiliza hawa watu wakiwa wanatoa testimony zao wanaelezea, nikawa nasema inawezekanaje jamani, wewe si mzungu, you understand? Unawezekanaje ukawa ni mzungu afu ukawa brainwashed? Yaani how comes? Ndio sehemu ambayo kuna technology, ndio sehemu ambayo kuna utandawazi umekuwa kwa hali ya juu sana. How comes unakuwa brainwashed? Nikaja kugundua it's all about faith. It's all about faith. So hapa nataka nikwambie kuhusu documentary moja ya mtu anaitwa Warren Jeffs. This nigga did call himself a prophet. Yaani yeye alikuwa anajiita prophet. Kwa Kiswahili nini jamani? Prophet kwa Kiswahili, yani alikuwa anajiita yeye ni prophet kabisa huko Marekani. Na vitu alivyovifanya kwa kutumia hiyo nafasi. Ndio maana jamani, t-shirt yangu imeandikwa hapa. T-shirt yangu imeandikwa faith over fear, okay? Faith over fear. Yaani kama wewe una imani, alafu una woga, una nafasi kubwa sana ya kufanishwa vitu vingi sana vya kijinga kwa sababu ya imani yako. Na vitu vingi utakavyofanishwa havipo kwenye Bible, havipo kwenye Quran, havipo sehemu yoyote, bali ni kwa desire ya mtu. Huyu mtu yeye alipata nafasi ya kuwa manipulate kundi fulani la watu ambao wao walikuwa wanataka kuoa mke zaidi ya mmoja. Kama tunavyojua, Ukristo ni covenant ya ndoa ni watu wawili, until death do you apart. So yeye wakatengeneza community ambayo huyo Warren, hiyo community alirithi kutoka kwa baba yake mzazi. You understand? So it's a generational thing. Kwa baada ya kurithi ile kutoka kwa baba yake mzazi tu alikuwa na wake 69. 69. Alikuwa na wake 69 na watoto almost 39. Na katika hao wake zake 69, wengine walikuwa na miaka 13, 14, 20 mpaka miaka 60. Na ilikuwa ni kwamba anachagua, yani anaamka anakuambia kwamba Mungu amechagua leo ni muoe mtoto wako. Kwa mfano anakuja mimi na mtoto wangu na miaka 14, ananiambia Mungu amesema inabidi ni muoe mtoto wako fulani. Na wale wa mama kwa sababu wanataka kwenda mbinguni na wanajua yule prophet anamsikiliza kabisa Mungu, anapokea maagizo moja kwa moja kutoka kwa Mungu, wanakuandaa mtoto wao wanakupeleka. Unaenda kukaa na huyo nani? Huyo Warren. Na usiku muda wa kulala wanawake wote mnapanga mstari. Mnambusu kuanzia mmoja hadi mwingine, yani anapita chumba kimoja hadi kingine anakubusu, unaenda kulala mpaka anafika siku ambayo kwa mfano ni zamu yangu, akianza kunibusu anaingia chumbani na mimi, vya kufanyika vinafanyika, ratiba inaendelea hivyo mpaka siku nyingine. Ulikuwa ukionekana una akili hata kidogo, yani wewe akili yako inaweza kufunguka hata kidogo kuhusiana na vitu ambavyo vinaendelea pale vya kimungu kwa mujibu wake. Sasa kwa sababu wote tunajua sio vya kimungu, unaitwa mbele ya kanisa na hilo kanisa lina watu zaidi ya 4000. Unatangazwa kwamba wewe, anatangaza kwamba Mungu amesema wewe una nia ya kishetani, na ukiendelea kukaa kwenye hiyo community
utawafanya watu waende peponi. Kwa hiyo kuliko ubondwe mawe uchokiwe na watu na nini, wanakubeba wanakuambia wewe unatakiwa kufanya nini. Jamani, ni ukweli kabisa. Huyu Warren alikufa akiwa gerezani Marekani. Kesi yake ilisikilizwa mwaka 2017. Yaani natamani niwaelezee in details, sitaki kuwatolea uhondo. Na hizi documentary ziko kama 3. Kuna huyo mwingine Trust Me, sijui I'm the Prophet, ipo huko. Baada ya huyu Warren kufa akaja mwingine tena akamrithi. Huyo ndo alikuwa worse. Anawachukua wale wanawake wake, anaingia nao ndani, anawaambia Mungu amesema niwafundishe jinsi ya kuridhishana nyinyi kwa nyinyi. Wanawake wote wanavua nguo. Anaanza kuambia inabidi mshikane. Anaanza kuambia inabidi mshikane. Kwa hiyo nyinyi wanawake mnashikana kwanza mikono hivi. Mkiwa mko naked, mko uchi wa mnyama, mnatengeneza duara, alafu mnaanza kushikana. Anawakataza kila kitu. Kulikuwa hawaruhusiwi kuwa na simu, gazeti, TV, sijui nini. Jamani, ana hela kinoma. Kajenga bonge moja la empire yake. Yaani tuseme anatoka hapa anaenda Bagamoyo ndani huko ambako hamna watu, Kimbiji huko. Ananunua tuseme Sinza yote. Anaweka mahekalu yake manini, watu wanaishi mle, wanavaa nguo za kufanana. Wote kawapa hairstyle moja. Wanajiona wao, kwa kifupi wao walikuwa wanaamini ni watakatifu, wamejitenga na mambo ya kidunia. Kumbe yule wale ni usiku anaamka, anaondoka watu wakiwa wamelala, anaenda nchi nyingine, anaenda Texas huko, anaenda wapi? Anaenda Disneyland, anaenda maklabu, anaenda, yani anaspend hela anavyotaka. Alafu akimaliza akirudi huku, yeye ni mwana wa Mungu ambaye Mungu anamtumia kufikisha ujumbe kwa jamii. Jamani, nendeni mkaangalie. Kuwa makini sana na mtu unayekubali ya kuongoze kiimani. Kuna watu mtateketea kwa kukosa maarifa. Hii imeandikwa mpaka kwenye Bible. Make sure vitu unavyovifanya jamani vipo kwenye, jamani, it is not hard to pray for yourself. It is not hard. It is not hard. Wewe usijiombee. Kwa nini usiamke usiku ndani ukaweka nini, ukawasha taa, ukaoga, ukashika Bible yako, ukashika Qur'an yako, ukajiombea? Kwa nini usijiombee? Kwa nini msijiombee? Kwa sababu hivi vitu hata Tanzania vipo. Watu wenu wakubwa tu tunakutana nao huko, wanasema ndio wewe jamani, mbona wewe watu wanakuamini hivyo jamani? Ndio haya mambo unayoyafanya. Pray on your own. Pray on your own. Pray because dunia na imeoza. Hivyo vitu mlivyoona kwenye documentary Tanzania vipo.